wapi? Iko wapi? Nataka ile asimu ya haraka haraka, mtu ambaye atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutakapokuwa katika mafundisho haya, naamini kwamba tutabarikiwa. Na ningependa pia wale wako nje na watoto, Mama Jeni kule, una make sure kikundi cha watoto wakimaliza kunywa uji wanarudi ndani. Tafadhali nikisema mara moja inaisha, isiwe tunaiongea sana kwa mtandao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni tarehe 20, ni tarehe 5, si ndio? Leo ni tarehe ngapi? 5 Septemba mwaka 2025, na hapa ni Glory Covenant Church, na ninaamini kwamba Mungu anatupenda na anatujali. Ni wiki ya 36 katika mwaka. Ni juma la 36 katika mwaka, na watoto wasitembee huku mbele. Tafadhali. Watoto wasitembee huku mbele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningependa tuwe na wakati mzuri wa kusikia neno la Mungu. Na leo tunaongea juu ya kitu kinaitwa umoja. Shika Biblia yako na niwe na mtu ananisomea na wale wengine waandike kwa kitabu. Nataka tuwe na kitu kinaitwa umoja. Umoja ni nini? Umoja. Bwana Yesu asifiwe. Umoja ni nini? Umoja ni nini? Umesikia mmoja amesema umoja ni nguvu. Mwingine ni nini umoja? Umoja pia ni upendo, wengine ndio wanasema. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Umoja ni kuwa katika hali ya watu tofauti, lakini wanakuja wanakuunganika, wanakuwa kitu kimoja. Bwana asifiwe. Na ningependa leo tuongee juu ya umoja ama nguvu za umoja au kuwa pamoja. Umoja ni kuwa pamoja. Nguvu za watu ni umoja. Hata serikali ya Kenya inataka kukuwapatia pesa, inasema muwe katika umoja. Wazee wale ambao mko kwa vikundi mnapewa pesa za serikali kwa sababu ya kuwa katika umoja. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ningependa mtu ako makini na simu yake tafadhali. Mke wangu, sijui kama niwe utanisomea kwa sababu naona hakuna mtu ako tayari. Na ni vizuri kungekuwa na mtu atanisomea haraka haraka. Hawa vijana wangechukua simu ambayo itasomwa haraka. Vijana, sijui kwa nini leo vijana hawajachangamka. Vijana hapo waibera. Group. Okay, pea mtu atanisomea haraka haraka. Mtu atanisomea haraka haraka. Ila ni kwa tablet ama ni wapi? Ningependa tuwe na mtu ambaye ni makini atatusomea haraka haraka. Patia huyo. Asante. Fundisha vile inafunguliwa kama hajui hiyo tablet yako ama hiyo gadget yako. Kama ukae na yeye hapo. Sijui utafanya nini. Bwana asifiwe. Haya, umoja ni nguvu za umoja ama kuwa na nguvu za pamoja. Umoja unaleta uwezo wa watu wakiunganika. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tutaangalia mambo yale yamefanya taasisi zingine zimekuwa sana maishani katika taifa letu la Kenya na nje ya taifa la Kenya. Kwa nini watu wengine unakuta wako na nguvu sana katika maisha yao? Ni kwa sababu wana umoja. Bwana asifiwe. Nitajaribu kwenda mbio nisomewe kitabu cha Mwanzo 11 mstari wa kwanza hadi wa 8. Mwanzo 11 mstari wa kwanza hadi wa 8. Mwanzo 11 mstari wa kwanza hadi wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefika sema amen. Si unisome 11. Nchi yote itakuwa na lugha moja na usemi mmoja. Utatoa tu sauti kwa nguvu, sauti kubwa tu kidogo. Nchi yote ikawa na lugha moja na usemi mmoja. Nchi yote ikawa na lugha moja na usemi mmoja. Watu waliposafiri pande za mashariki walio nchi tambarare katika nchi ya Shinari wakakaa huko. Hiyo translation yako ya Kiswahili ni gani? Wakaambiana. Tufanye matofali tukayachome moto. Wacha nisome haraka hapa. Wewe umejiandaa vizuri. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Bwana asifiwe. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Nchi ikiwa na lugha moja na usemi mmoja, nini kinatokea? Watu wakiwa na usemi mmoja na lugha moja,
nini kinatokea? Bwana asifiwe. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari. Bwana asifiwe. Wakakaa huko, wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Bwana asifiwe. Walikuwa na matofali badala ya mawe, na rami badala ya chokaa. Mama Apostle usomee ine. Somee ine. Wakasema haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Usiondoke hapo. Watu wakiwa na lugha moja wanaweza fanya mambo. Ambia mtu, watu wakiwa na lugha moja wanaweza fanya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa watu walikuwa na lugha moja na usemi mmoja, wakaambiana na tujenge matofali, na wakatafuta rami, wakasema tunataka kujenga mnara utafika mpaka kilele chake mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hebu endelea. Bwana akashuka ili auone mji. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja. Tazama watu hawa ni taifa. Haya, tuendelee. Na lugha yao ni moja. Na haya ndiyo wanaoanza kuyafanya. Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Hiyo ni ngapi? 6. Enda 7. Endelea. Haya. Na tushuke huko. Tuwachafulie usemi wao. Ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Bwana asifiwe. Hiyo ni ngapi? 7. Enda 8. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote. Wakaacha kujenga ule mji. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukufundisha kitu kama mwana GCC. Bwana asifiwe. Kama unaniona vizuri nifanye hivi. Kuna watu wananiona, wengine hawanioni. Amen. Kumbe hata Mungu mwenyewe anashangazwa na hiyo. Mungu mwenyewe alishangazwa na lugha yao. Aliangalia vile wako na umoja. Mungu anashangazwa na umoja. Mungu akiona watu wako na umoja ushuka. Nitakuonyesha mahali pengine. Mkifanya mambo kwa mmoja, Mungu atashuka. Bwana asifiwe. Mkifanya, hao watoto wamekunywa uji kule nyuma. Sidhani mnaweza kunywa uji na mpige kelele. Hiyo miti mko nao mtupe. Mzee Richard hapo nyuma, najua uko na kazi ya kufanya. Hao watoto hao wapitie macho sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia. Mungu aliona ni yeye amewaumba na amewapea lugha moja. Wanataka kujenga mnara wafike mbinguni. Na akaona hao watu hakuna kitu kinaweza wazuilia. Lakini Biblia inatuambia walipoanza kujenga mnara, Mungu akaona hakuna mtu anaweza wazuilia. Nikiwaacha hawa watu tukiwaacha, hakuna kitu hawatafanya, watafika mbinguni. Bwana asifiwe. Biblia inasema, akasema na tushuke tuone. Watu wakiwa kwa umoja, aidha ni kwa nia nzuri ama mbaya, waka wanashangaza mpaka mbingu. Sema amen. Kwa hivyo Mungu alishuka aangalie. Akashuka. Biblia inasema aje hapo mstari wa 5, soma 5. Nimesema usifunge. 5. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa
waliokuwa wakiujenga. Toki na mbele. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja. Andoa ni kitu kimwe. Watu hawa ni taifa. Sema amen. Na lugha yao ni moja. Na lugha yao ni moja. Haya ndio wanayoanza kuyafanya. Haya ndio wanaoanza kuyafanya. Baada ya kuwa na lugha moja na wao ni taifa moja, Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Mkamba na Mubaruya na Mujaruo na Mukikuyu na Mukisii na Mugiriama na Mupokomo, Bwana asifiwe. Na Mukalenjini, hakuna mtu atawazuilia kufanya kile wanataka. Kile kinafanya unakuta kanisa halina nguvu, haliendelei, ni kwa sababu watu wako na lugha mbili. Hebu sikia, hebu endelea hapo chini. Haya. Na tushuke huko. Tuwachafulie usemi wao. Wewe amuka. Pia mtu amuka. Sema amuka. Mrudia tena na tushuke. Haya na tushuke huko. Tuwachafulie usemi wao. Tuwachafulie usemi wao. Ili wasisikizane maneno wao kwa wao. Mungu mwenyewe aliona hapa dawa yao ni kuwachafulia lugha, usemi, wasiseme kitu moja. Pastor akisema twende ushirika, wewe unasema wewe lazima umechafuliwa. Na hiyo sio mimi, si nimesikia? Kama Mungu mwenyewe anatumia kuwachafulia lugha watu waliowaumba, ndio wasiende pamoja. Nyinyi kama wamama mkiambiana mfanye kitu, unakuta mmoja haendi na anakaa na anaona sio kitu. Huyo si nyinyi na huyo si Mungu. Inawezekana shetani ametumia mtu. Kama mlikusudia kitu pamoja na mtu amejitenga na wengine, amekataa, mnaishi hapa. Jana usiku mlijua vile tuliongea hapa wazee na intercessor, tulisema kuna kitu tutafanya. Uwezi ambia watu mtu kitu mara 4 mara 5 mara 6 na unakuta yeye haoni kitu. Amen. Shetani akitaka kuwin vita anaweka usemi tofauti. Mkiingia mjini kule, mwakinya hawa girade mkabe ya kula shamba shinado to shamu mbia. Mukaya shamba siwa na pastor jana ate. Atua watu toheto wake. Angao akoma ngado, anakemea watu. Wagirado na yeye anaangalia na nyamaza ama anasema yeye niko. Unaenda kwa kibanda ya huyo mwingine. Kuna wakati nilikataza watu kwenda kwa vibanda sokoni. Maana mtu akiona kanisa hivi limekaa hivi, shetani akiona limekaa hivi, anatumia mtu huyu. Unasikia kikundi ya watu 5 wametoka kanisa. Maana kuna mtu ametumbiwa na shetani. Rudia kwa mstari. Haya. Na tushuke huko. Tuwachafulie usemi wao. Ili wasisikizane maneno wao kwa wao. Tena hapo endelea. Basi Bwana akawatawanya. Kutoka huko waende usoni pa nchi yote. Wakaacha kujenga ule mji. Shetani anatumiana zile siri ziko kwa Biblia. Mungu alifanya hivyo maana alikuwa amesema endeni mjaze ulimwengu. Na hao wanataka kujaza mnara. Wanataka kujaza mnara kupanda juu. Hiyo simu yako zima. Najua inataka kukwambia uende nje. Najua nataka kuambiwa na simu uende nje, sijui ya nani. Zima simu tafadhali. Hotuba ya Mungu si ya dunia, hotuba ya Mungu. Mungu ametuma niseme. Mungu alikuwa amewaambia watawanyike dunia yote. Wao na wameenda wote hapa. Wanataka kwenda hivi. Bwana asifiwe. Sasa alijua siri ya kufanya hawa watawanyike dunia yote. Kuacha kujenga mnara. Watatawanyika dunia yote. Dunia yote. Mtu aseme amen. Leo yake kweli. Shetani akitaka kutawanya kanisa, anaweka watu usemi tofauti. Unachafuliwa lugha, usemi. Bwana asifiwe. Unachafuliwa usemi. Haleluya. Na mkichafuliwa usemi hata kwa ndoa, mzee wangu. Shetani akitaka hiyo ndoa iishe, anachafua usemi. Wewe na huyu muongee kitu moja. Huyu anaongea kibanda ya tomato na cabbage, na unaongea nguo. Wewe unaongea bata na kuku. Huyu naye anaongea kulisha sungura na ng'ombe. Unagongana hapo mpaka unasema nimemaliza hiyo maneno. Naye anasema nimemaliza. Unakusana. Mzee anaongea hivi na unaongea hivi. Wao naongea vikundi vya grupu sijui nini, mzee naye anaongea kamari, dad na pool. Yeye anakuja saa 6 na wao anakuja saa ile unataka. Ukienda mchana akiwa hayupo wewe, yaani ampatani, unaweka usemi tofauti. Shetani
wanachafua usemi. Anasema hii kanisa hata iendi, hii kanisa hata wahubiri vizuri, hii kanisa sijui waangalie watu sijui nini, mnachafuliwa usemi. Biblia inasema Bwana akawachafulia usemi. Shetani huchafulia watu usemi. Huyu ni Mungu alifanya hivi kwa sababu alitaka wawe katika kujenga dunia yote. Wao wanataka kujenga mnara mmoja. Ulikuwa umeenda mpaka ukaanza kuingia mawinguni. Mungu akaona nado. Unafikiri Mungu akiona watu wamejenga, walikuwa wamefika wapi? Mawinguni. Na hiyo ndio kitu naona leo. Watu hawataki kujenga mnara mmoja. Hawataki kujenga mpango wa Mungu, wanataka kujijengea mnara. Hutaki kujenga mpango wa Mungu, unataka kujijengea mnara. Mnara ni kitu kinaonekana mbali. Kiburi kinaonekana mbali. Bwana asifiwe. Biblia imetuambia, Mungu alisema tushuke tuharibie usemi. Ukitaka kuona watu wanaendelea, ni watu wenye usemi mmoja. Tuseme amen. Ukitaka kuona wazee wachache wenye maendeleo, ni wazee wanaongea kitu moja. Wamama wanaongea kitu moja. Sasa mimi nasema wamama tuwapigie makofi kanisa lote. Tupigie wamama makofi. Hiyo makofi ilikuwa ni watu wengine wamelala. Tupigie wamama makofi na kelele. Bwana asifiwe. Hata kama kuna wale wanaferisha usemi wa wamama, lakini wamama wanajaribu. Saturday tuliona vile ni Alhamisi ama ni Saturday? Alhamisi. Hata kama kuna wale wanaferisha mpango wa wazee, bado Mungu anafanya. Mama mbarikiwe sana. Hata wale wenye hawakuwa wamekuja, walikuwa wamechelewa, walikuja na apology na walitokea saa jioni.